Wadada wengi mnaowaona hawana watoto, sio kwamba hawana watoto, ila wameua watoto wao. Yaani kuna wadada ametoa mimba 6, 7. Alafu unasema nimemuoa dada hana mtoto. No, umemuoa dada mfiwa, ambaye alifiwa na watoto wengi. Si bora huyu ambaye alipofanya dhambi hakutaka kufanya dhambi ya pili ya kuua, akasema ile moja inatosha, akatubu, akalea mimba, akazaa. Maana yake na kuonyesha kwamba hata utakapomuoa hata watoto wako watakuwa salama, kuliko huyu muuaji ameua watoto wengi. Sasa kuna mabinti wengi mumejiingiza katika hizo dhambi bila kujua, unaharibu future yako ya baadaye. Yaani unasahau kwamba wewe ni mke wa mume wako wa baadaye. Yaani unaishi ni binti, lakini tayari kwenye akili unapaswa kuwa na mume wa future yako. Sasa unapochezea mwili wako, sasa unaruhusu hii vijana hawa Gen Z wakufanye uwanja wa ground ya mazoezi. Atakaye teseka ni mume wako wa baadaye, yule ambaye atakuwa serious, atakuoa. Anakuoa ulishamaliza mayai yote, umeharibu uzazi wako. Tunakuja kufunga ndoa hapa, tunawaombea Mungu akawajalie mkapate watoto. Moyoni unasema sijui kama wamebaki, maana nilimaliza wote. Alafu baadaye unakaa na mume wako wa kweli, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mnaanza kukamata wachawi. Ameniroga, shanti ameniroga, mjomba, anko, sijui nyanya, sijui nani, neighbor, wameniroga, sipati watoto. Unasahau watoto uliotoa. Inawezekana Mungu alikupangia watoto 7, umesafisha wote. Alikupangia labda watoto 4, umemaliza wote. Sasa baadaye unakuja kujuta, kwa nini nilitoa? Lakini muda umefanyaje? Umekwisha. Umefika kwenye ile miaka ya majuto.